Yani nilifurahi nilipoambiwa twende katika nyumba ya Bwana. Omwami Yesu afufuke. Umeingia katika nyumba ya Bwana na hujafurahi, uliingia nje. Omwami Yesu afufuke. Daudi alisema nilifurahi, maana katika nyumba ya Bwana ninaenda kukaa huru. Maana nyumba ya Bwana sitakosa chumvi. Maana nyumba ya Bwana sitakosa mboga. Katika nyumba ya Bwana sitakosa maji. Katika nyumba ya Bwana nitakula, nitakunywa. Haleluya. Amen. Hapo alifurahi. Mimi asubuhi ya leo nitafurahi kuingia katika nyumba ya Bwana. Na nishuhudia huyu Mungu na nimwabudu, maana umbali amenitoa, umbali amenifikisha ni kwa ajili ya neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, kama umeingia katika nyumba ya Bwana na hujafurahi, tubu ukue huru katika nyumba ya Bwana. Omwami Yesu afufuke. Kuya nowera rukula ibana bw'omwami. Ese nge hole ndindi na matai. Sena mahaye ndiano cha na matai. Mala kumele siso siya wele. Omwami Yesu afufuke. Na matuma ndamo kusuta. Mala nalo manabo rulo elewe. Mala nechi. Haleluya. Amen. Nowera ali sisabana bw'omwami. Wera ali wakujja bana bw'omwami. Omusime weleka na mutuliza kuhamusime hoja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Roho gambolera ali mukine. Roho gambolera ali ninde msabukai. Ngabwa umo mbele kila muntu. Omwami Yesu afufuke. Atufungue minyororo. Atufungue katika nyumba yake. Tukawe huru. Tukimshuhudia. Omwami Yesu afufuke. Amen. Roho ya Mungu, roho ya Baba, roho ya Mungu.
Wanaroma ni fauli mwana mzanga. Wake ni pesa leo karibu. Moja. Kweli moja. Yuma yani baba Tobias. Kufanya sangaje mjimoyo kapo kimobo. Omwana. Mama ukitabidini ikawa kwa kesi shirika sababu leo ni school. Ya la baba ndio ndio anafina mission. Kani ndio shato mnaswali siva la sinani kwa jaga mabobi. Omwana. Lakini usai sana kwa sababu Afrika kusema ukina kwa gari radio kabaendeleza no Afrika si ndio? Omwana. Muri moyo. Nibazanga. Nibazanga ndio sikambe brayo simana kunika pateni. Asante bana Roma mifabara belekani. Sisi ndio sisi sawa. Ni maraba kwa Yesu sababu. Asante bana Roma. Wewe bana Roma. Amen. Amen. Kwa muda tutakuwa pamoja hadi asubuhi wako na wako lakini Mungu ananipigania. Bwana tukushukuru. Amen. Ukikuja yote ukiajua Mungu anakushughulikia. Bwana tukushukuru. Amen. Na mengi anahawa kumbariki. Amen. Karibu anazende, ninga wako kukuta hapo mnabaji. Amen. Amen. Ni tujakuwa pamoja lakini kuanzia wiki ijayo bado sijaenda shule tutakuwa pamoja ili kaenda shule tukirudi bado tutakuwa pamoja na Amen. 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 Karibu babu sana iko. Karibu. Amen. Amen. Amen.
wimbile za wele litola saa 6 ndio walita si ndio? Tuimbie Mungu tumchezee. Kaishira kabisa. Amen.
Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna upendo kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna wanyama kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna upendo kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna wema kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna upendo kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna neema kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe, hakuna upendo kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aliye kama wewe. Wakati huu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo, wakati kama hapa mtakatifu, katika nyumba yako siku ya leo, Mungu wangu, ninaama chini ya miguu yako, nikinyenyekea chini ya miguu yako Bwana, nikisema Bwana, Mungu unatosha. Asante kwa wakati, maana Yesu unachukua nafasi utawala ndani yangu, na kuendelea kumrekebisha Yesu na kufika mbele zako kupitia kwa uwezo na nguvu zako Mungu wako, sababu wakati Mungu mtakatifu unapojitegemea wewe Mungu unayeweza katika yetu, unaendelea kumnenea Mungu wangu Bwana katika roho mbalimbali, wakati wa mtakatifu kama siku ile kwa mwaminifu ile kwa kutuo tumekusifu tunakuomba mbele zako Bwana, umekuweka huru wakati umetumia mtakatifu ambapo Bwana tunastahili kusikia na baraka Mungu, tunaitisha sifani zako na sifa yako ndani ya mtu katika kanisa hili, wakati Mungu mtakatifu unasimama mbele zako kwa chini ya mikono yako Bwana, saidizana katika ukatawali Mungu hapo katika resho kaanze kuzungumza pamoja nasi pamoja na kanisa lako ili Bwana Yesu Mungu wako nikaweza kufungua watu wako
jina lako Bwana likakuwa na likaweza mwana wako. Asante mtakatifu kwa ajili ya nafasi na kunena na Baba Yesu. Mungu wangu tunahitaji neema yako mtakatifu kwamba duniani kana kuwakilisha aina mbalimbali, lakini leo tawala katika na kuongoza Mungu wangu. Tunapokea neema na kibali kutoka kwa Mungu wangu. Tunaendelea kubarikiwa na kusaidiwa na kwa jina lako. Asante kwa ajili ya wote ambao wamepata hizi nafasi, maana wengi walitawala katika hii kwa uwezo na kwa mamlaka yao hawakufaulu, lakini kwa neema yako Bwana walio wachache ambao umewaita, unanena pamoja nao ndani ya nguvu zao katika masikio. Bwana unatubadilisha, unatubadilisha na kuongoza mtakatifu, unapotupa nguvu na afya ya wako. Asante Yesu kwa sababu tunafungua minyororo. Asante Yesu kwa sababu tunafungua minyororo yote. Milima mbele zetu tunamoa na kuinyusha katika jina la Yesu. Asante Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu. Asante Bwana, Mungu anakuomba kufunga maroho yako kulala na kuomba Bwana. Kwa sababu Mungu sipoenda sababu alisema nenda na hapa kweli na Mungu sana. Ndio. Roma ni kwa nini ndio Bwana. Baba alikuwa ndio kwa mzingira. Ndio. Ndio kwa jamii boma. Baba wote kwa Roma na mfungo ni kwa msina. Ndio. Kwa sababu kwa ndio kwa Roma ndio wala kwa msina. Bwana Yesu. Kwa sababu kwa Roma ndio kwa familia yakapita ile kumlenga Roma ni kwa. Ndio. Kwa sana mama. Kwa sababu ni chali mama no. Kwa pale Roma ndio ndio kwa msina. Ndio. Kwa kwa mama ndio kumlenga kwa Roma ya sana. Kwa sababu Mungu wapapa wela achira kupaparijana abaisha kama pesa mkasana. Sendu mula Mungu wani moyo kwangu mula myani kwasa ngali Roma. Yani nepo yi Roma mukakari mwana kuko nembenda lolu.
wele kambele kula mu kengenda ndina mumo yo kwange kula mu mwami yako wakale wo mulamu lakini moyo kuwala semanyata lakini ne komba na mwami ko wananga kula mumyo ye bantu ne nakumikiye bantu abayelese kula mu chimbeka cyo simala kuchira alalanga kwa ngaka ko yako yani ko yako mwami nakolo kwalo lele bwana kweli yakiride ndira nake changa ne chelewe mala wele mpango kwa wele kusikalanga kwa wele ya habele ndawa numbala ko ngese ndineni lenje mukana kabwa lakini niye ntakukana yo kasa yesafu karani ndini sipigere kenya bane kecha nami mara koni la abundu ka yani yese kama na bonga kane bubwe nafasi chako la ko chimurumia mara kasa bali tawe kane mwana omwami nosini la kumisibange kwebyo alikubera kali nalyanji yakoli kitilyane mara abese kunyula misibange ye balaba ne balaba kapa nono de bilana ngomuteli ne bilana ngomwenye mara ne bilana ngomuntu wemutima wewe nani manye nandi mwesi kwa bilana fwesi ala kwa wambane musala mwimani ndalambo uli muntu makafa wewe mara kwa ngoma yesa na kwa hiyo kama andiko Yesu na kuelekeza na kufundisha kwa kulola kusita msemari kwa kane sita msemari kwa kane Yesu anasema nenda abantu bawe kama njali papa wela kama njili mara wewe pa wote sio hata wakati sawa ndio mtoto mali kwa hiyo papo wasomo mali kwa nyumba wale tafsiri tunasoma mali kwa nyama sawa wale ina tafsiri sita mimi kana hapo mali wale Amen. Wale naye akaanza tena kufundisha kando ya bahari. Yaani Yesu na alimita baba. Mara wengi kanisa, mara baba manyoma, mara baba mamawe. Yesu kakulenya nafasi kando kusomia. Yaani Yesu anachukua nafasi anaanza kufundisha mtu wa Mungu. Na umati mkubwa sana ukakusanyika karibu naye. Ngasi ya kushona sehemu sisi ala maloma amina acha kupanda kuletea mafundisho kwa mwana. Yesu anawafundisha, unajua bila mafundisho huwezi kujua neno la Mungu vizuri. Huwezi kuelewa cha kufanya. Lakini Yesu akaona ya kwamba watu wa Mungu waje kuwafundisha, akatoa neno la mafundisho kwao. Hivi kwamba akapanda ndani ya mashua akaketi baharini. Lakini umati wote kando ya bahari ulikuwa kwani. Ndakengera musombo siaba nisinga umuntu mara kwengera mu bantu kosibera yali ne bahari kando ne benya kurekeresha ndiye ikona mwe kufundisha kwa Yesu akaona yasiaba. Kwa hiyo anaanza kuwafundisha na kwa mifano. Anaanza kuwaeleza kama kani Mungu yake ni mfano. Ndio Swahili bali mfano. Mungu kusoma mabalizi na mwili wake maisha ila Mungu kusoma mabalizi. Yaani mfano Mungu Swahili na Mungu kaza kalona mzee mwenye mfano Mungu kusunisha si. Swahili mwenye sasa ndio Roma kasabu. Musirole yani abongani kwa sindole sawa. Yesu alichukua nafasi kaja kukola mifano. Mfano bawe akaanza kufanya mifano kwa watu wa Mungu. Wale ambao wanatembea na yeye wakiwa wamemwamini Mungu. Wale ambao wamekusanyika mbele zake. Hivi siku ya leo tunakusanyika mbele ya Mwenyezi Mungu na malengo na makusudi.
na Yesu anasimama ndani yetu, kuanza kutufundisha yale ambayo tunastahili kuyatambua na kujua. Akafundisha akasema nini? Tunakuambia katika kufundisha kwake, sikilizeni. Katika kufundisha kwake anasema sikia, tazama, angalia. Mpandaji alienda kupanda. Angalia vile huyu mtu mkulima anaenda kupanda. Naye alipokuwa akipanda, mbegu fulani zikaanguka kando ya barabara. Na ndege wakaja wakazila. Na mbegu nyingine zikaanguka mahali penye miamba, ambapo bila shaka hapakuwa na udongo mwingi, nazo zikachipuka mara moja kwa sababu ya kuvuka. Nataka utasame vizuri na uangalie vizuri. Yaani uangalie na ukaone na utasame vizuri. Ukaone. Vile Yesu anafundisha, anasema angalia mfano. Yaani ana mfano. Na kubone nataka uangalie. Si tumekaa hapa hivi sasa. Nataka uangalie vile Mungu wa Mungu anaweza kuchukua hatua ya kwenda kwa shamba kupanda. Mbegu yake anaipanda msehemu gani? Vile wanaendelea kusema. Na mbegu nyingine zikaanguka mahali penye miamba, ambapo bila shaka hapakuwa na udongo mwingi. Nazo zikaanguka mara moja, zikachipuka mara moja kwa sababu ya kutokuwa na udongo wenye kina, lakini jua lilipochomoza zikakauka. Na kwa sababu hazikuwa na mizizi zikanyauka. Na mbegu nyingine zikaanguka katikati ya miiba, na ile miiba ikamea na kuzizoga, nazo hazikuzaa tunda lolote. Lakini nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, nazo zikamea na kuongezeka, zikaanza kuzaa matunda, nazo zilikuwa zikizaa matunda 30 na 60 na 100. Kwa hiyo akaongeza neno hili, yule aliye na masikio na kusikiliza na alisikilize. Amen. Yesu akiwa katika jangwani, watu wa Mungu waliokuwa na matumaini ya kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu wakiwa wamekusanyika kando kando ili waweze kusikia neno la Mungu, waweze kusikia habari ya Yesu. Yesu aliyaona ya kwamba awafundishi, na alipowafundisha katika mifano, akawaambia mfano wa mkulima ambaye alichukua nafasi yake kwenda kuchukua mbegu yake na kupeleka kwa shamba kupanda. Mwambie safu mazao. Alipochukua nafasi akaenda kwa shamba kupanda, mmea wake ulimea jinsi Biblia imetuambia. Biblia imetuambia mifano miwili mitatu kwa wale kulingana na ile mimea ambayo imea. Bwana asifiwe. Nataka mpendo uangalie kwa undani, muone ile mbegu ambapo ilipandwa, iliweza kupandwa na ikamea kwa njia gani. Ni ile mbegu moja wapo ilipandwa alafu ndege wakachukua wakaila, ama ni ile mbegu ambayo ilipandwa lakini ikasongwa na miwa. Mwami Yesu hapo. Yesu nafundisha ari aroma babantu kumwana. Embegu nyi wako yabyabo mukarikari mwo. Elinenda kiwango sina elimu kiwango sina. Yamelana mwayafa. Na ikiwa ilimea iko na nguvu ya kiwango gani? Yaani naongelea kuhusu, unajua wanapoongelea mbegu wanaongelea kuhusu wokovu wa mtu. Wokovu wa mtu wa Mungu uko katika hali gani? Unapoangalia na kutazama ile mbegu ambayo ilimea ndani yako, utatambua ya kwamba wewe uko sawa sawa. Omwaliye sawa. Kalima fundisho liko bana kwa mwana. Malanga kalima fundisho karoma karika. Ewe mwana wo mwana. Kwa ajili tu ya neno la Mungu, uko na nguvu ya aina gani, ama uko katika hali gani, kiwango gani ya kumpendeza Mungu ama fukufuku? Mbonana niba ndichene bamalilisha kuma fundisho kulondakana nendo mwana wo mwana.
Uokovu huo ulinenda kiwango zili umbegu ile mimea ikiwa na nguvu iliyopata kila rutuba iliyopata rutuba ile nafaa, ama ni ile ambayo ilimea na ikasomwa na miwa. Mwambie sana. Embeko ya nyora kama ya nyora unanibana kwa mami fanye vile. Nataka tuelewane, tufundishane mahali pale. Nebaroma bali wabyale kumara enyonyi yakime. Abani umukurisa hapo mkuristo yafana aje. Unajua tunajifunza tu. Ukiambiwa tu hii mbegu ilimea lakini ikasongwa na miwa. Na arumu Kristo wanyola yuko ya papa wele wapokea yuko ya papa wele mara kekhala lukanosini. Kulo maromesa bana kumana yesa. Mwili wake mjaba fanaje? Kwa Yesu. Afuma Yesu. Kristo niye eva byale mbegu mala yani mbeki yena nende miiba yani miiba kyakula Kristo na mwakyakula mbeki yena ambie sawa. Afuma. Kristo yo yakwana nende umuntu niye yani niyo mwele gokuka kama kwa kusialo hata horoni tabu asanga kumbesi ukarabala vapo ekazi yawele balikola konye ani anashima okundi maijana tukufana buli yani umuntu niye boko yani embe lindi lyaba kwamale nyonya kibe onye eliyo lindu liko ne picha yake na aliba umuntu abafana aliye. Hapa tunafundishana tu, maana Yesu alikuwa anafundisha, tunapotoka katika mafundisho tu. Afana ile maichaneti. Maipenalty ni wengo leo kwa afana ile maichaneti hapa kwa ndio yesema. Maipenalty ni bora afana ile. Ndio kwa kulililoli kunda. Nilio omwandika kubyala. Hii ni shamba ambayo Mungu amepanda mbegu. Wewe ni mbegu ambayo ilipandwa katika hii shamba. Hili ni shamba ambalo lipandwa. Na umesimama unaanza kuonekana, watu wanakutazama. Inakaa namna gani? Wanapoma mbegu kule. Ukiona ile mbegu ambayo ilipandwa na ikamea lakini ikasongwa na miiba hivi. Na arumu Kristo umelwache mlika mabomu nendi lotase aitoloma lomena ngotasa kwa moyo kuo na arumu Kristo so wanyako litunda waliyata yesa litunda si so limunyo olako mulisala balikasa ajira hosika. Huwezi kumpata akiwa anaingiza mwingine, yani so limunyo olako balikairwa achirokundita. So linora kama lihamusha kushuhuda ta anaonekana tu hapo kwa kanisa. Kumwambie sawa. Ufikiri sana. Yano mukristo alitebutebu nyewe lihuwa likakolange kasi mukalikali mwewe tajamela mukawulira yame. Lakini hawezi kupata nafasi ukapatako kitu kwake hata kidogo. Embe kusabana kumwani ndono bebo ndani karanda ni hii. Hii yamela mukanda obonanga so lindi nidola kini. So libonako ne yani litu ndali aliota liyetwe bihabona yesa masana. Lakini so habona koko talili yani obona so libela libalindi neliliana ndiliana kana lakini so libonako ta nono na arumu Kristo obona zanga ke halalo go yesa. Kwa hao mmoja kwa siku fulani sanyalata na Paulo anasema katika Warumi ndani yake anatamani afanye, lakini kuna kisuizi kimefanya afanye. Yes hapa. Ndio kisuizi yebe changa sina bana kumana. Oburi buli kuboni muoka ni tano. Mwana yes hapa. Hapo mtu mapapa weleta. Maana Kristo alikuita ili akakufungue katika uoga, akufungue katika dhambi ili ukaendelee kuangaza. Na unaposhindwa kuangaza, unajua ya kwamba hakika
kuna yule adui ambaye anatawala mtu wa Mungu asipate nafasi akaweze kumtumikia Mungu. Mwambie sawa. Oliwicho ndolo mundu ndasanyole nyakwe yamuta ngama eternity ngobonanga nobechanga kumuhali bidumebye kuimenya fasi okubona kamukali kali yesa mazana onyola matuli yake sabona chibili chitaka papa Moses yami chibili yesa mazana sikupenda kwake bali yule adui ambaye amemtawala amemsingira amefanya amekuwa mbegu ambaye imesongwa na miwa. Mwambie sawa. Na unapoona ya kwamba mpendo, wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mbegu ya Mungu na umetawaliwa na zile adui, chipe nguvu ili ukaendelee kunawiri. Mwambie sawa. Amen. Ye wabusakula atwa ye kwe watu wa wingere mu maombi balomwami akukangule ili wolane kulumeka wolane kubaba nendalitunda linyala ndio Mungu anyalakalia matunda yale ambayo inaweza kufanya mtu akakule ni yale matamshi ambayo unatoa kwa mwingine, hiyo msaada unatoa kwa ajili ya mwingine, Mungu unafarikiwa. Mwambie sawa sana. Wakafana na nenda bantu babili bataruta Yesu akiwa anaendelea aliwapata watu wale ambao waliona uzuri kwa Yesu. Wengine wakachukua hatua ya kumshukuru, yaani ya kumtukuza, lakini wengine hawakuona hiyo nafasi. Sijui walisahau, sijui walifanya na walikataa. Mwambie sawa mazana. Omwamina akubanga gawo mushamisi bala mundo bana kwa mwana. Akakutoa katika ulimwengu huu, akakuleta katika ulimwengu wa kiroho ambapo ni katika utakatifu wa Mungu. Bwana akiwa amekuweka katika utakatifu wake ndani ya kanisa ili ukaweze kumtumikia. Chukua nafasi ukamwendelea kumwinua na kumtukuza, maana hiyo ni kazi ambayo Bwana alikuitia. Mwambie sawa. Nistahili kumwabudu Mwana, nistahili kumfumia Mwana bise byose bila kuhulwilira ta bila kukomata nga kwamanyira kulipira niye sekubaota bila niye bawo siyekolekata. Na haya mambo mengine yanafanya upendo wa Mungu unakaa mbali, unafanya watu wa Mungu wanakaa katika hali ya giza. Mwambie sawa. Nenya kuno manandi siku ya luno omwami alumula yako ndakubera obeo ili ukaweze kujifunza hili neno tu ya kwamba wewe ni mbegu ile ilipandwa katika ile shamba ambaye inastahili kumea na kunawiri ili kaendelee kuwa ya mbegu ya msaada chini ya wengine, ambaye mbegu inaweza kuzaa 100 kwa 100. Mwambie sawa mazana. Bwana atakupanda, akachukua mbegu akaipanda ili ikaweze kuzaa matunda 100 kwa 100. Watu wa Mungu wakaweze kutumikia, wakaweze kukula. Na unapo fifia ujue ya kwamba shetani amekusonga na anafanya uendelee kuangamia. Mwambie sawa. Amen. Nenyandole wemonembo Yesu kamushabuka nolona abolera kubera kanisa na abolera babantu bamwikira mbo. Hii ni mfano na waambia. Akawaambia katika mifano ili kila mtu atambue mmoja mahali aliko nafasi yake, na anapotambua na kujua mwenyewe achukua hatua alafu aanze kufanya nini? Kumtumikia Bwana. Mwambie sawa masana. Okekala ndasabana ko mwandika wala ngoli wala bakubako wenganga kwa sio tawe. Kwa hiyo kama mstabusiana sema watu sio. Thessaloniki. Wewe kusema hata sisi wala kwa bora ndio anapo. Wakati la jinsi. Haishi kwa majira.
Acha ilo kama kuanzia ine kuanzia penyewe. Na nyawaika homstabise batu Saloniki. iliyobaki ndugu. Paulo anasema ya kwamba mtu wa Mungu, wewe ni mtu wa Mungu, wewe mbegu ya Mungu. Iliyobaki ni kuchukua alifa. Nakusihini kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu. Anasema wewe uliitwa, Paulo akiwa mfuasi wa Yesu Kristo, mwanafunzi ambaye alijifunza neno la Mungu akalielewa. Anasema kitu kimoja kimebaki kwa ile mbegu ambayo ilipandwa katika shamba la Mungu. Niliyobaki ni kuenenda katika Kristo. Mwamieza mazana. Yaani ile kitu kimebaki ni kuenda katika Kristo, yaani kuenda kwa Kristo. Kama ulivyopokea kwetu jinsi iwapasavyo. Kwa vile ulivyopokea hili neno jinsi lipasavyo kufanya, ulivyopokea lipasavyo kufanya, mtu wa Mungu chukua hatua, ukaanze kueneza injili ya Bwana, ukaanze kumuinua Bwana kupitia kwa kusali na kwa kuimba na kuhubiri neno lake. Paulo anasema Mwenenda kumpendeza Mungu kama nani unavyoenenda vivyo hivyo. endelea kumpendeza Mungu. Yaani mtu wa Mungu endelea kumpendeza Mungu kila wakati. Mtu wa kupendeza Mungu anakuwa mtu wa aina gani? Mwambie sawa mazalo. Wacha tuulizane kachamo kidogo hapo ndio tuendelee. Mundu nyalaka abana asimisya wewe. Abo Mungu walukano sini. Machane. Reba kama ile tu Mungu simisya wewe abo Mungu walukano sini. Mure. Na hapo mirore. Mure baba majani kidogo. Yaani hapo kakaya. Aya. Normal mure beso mailile. Mungu nyalaka asimisya wewe abo walukano sini. Mure baba mala kuchi. Omwiwache hivi nao. Reba kwa maisha yana kwa. Maisha ila. Odoshi yoera. Murebe na kwali kira kumbe kanisa imani serikali ndio na ndio imani serikali. Hivyo tu. Nalo bolo likani wale na kwa kule na. Mwiwache ni kanisa ka. Kwani ndio serikali si wewe kamilishe ngabo ba mu kamilishe yabo. Mwiwache wakana sawa ndio tamwile. Mwile make wa chibala wewe hata. Yaani kwa tuna shida lakini kama umesimisha wewe halafu yaani afanye kazi ya Mungu kwa haki na kweli. Umwambie safi. Unaanza kulanga katika hali ya kuumba. Mungu alipoumba mtu wa kwanza, alimuumba akamupa hati ya kwamba fanya kazi hii, akamupa kazi ya kufanya. Mungu akawa tayari kupata ripoti kutokana na kwa yule mtu ambaye aliumba. Ili huyu mtu anapokamilisha kazi arudi kwa Mungu amwambie Mungu, kwa ajili ya siku ya leo ile kazi nimefanya ndio hii. Nimefanya hii na hii. Na wakati mtu wa Mungu aliposhindwa kufanya kazi, kumupa Mungu ripoti, Mungu aliamua kumwangalia na kumuita. Umwambie sawa sana. Mungu alipoangalia na kumuita, Mungu aliona kwake kulikuwa na udhaifu, yani alikuwa na makosa.
Mwana Yesu amazana. Kwa mwana wo mundu nafiwa, yani ni kwa yabale kwamba ni kuna kasoro mahali. Kasoro inafanya ukose kuwasilisha ripoti. Mwana Yesu amazana. Hata wewe baba anapo mwana, hata mimi mwenyewe nikijiangalia huwa nakumbua mahali udhaifu wangu. Mahali inakujia na mahali inaishia. Mwana Yesu amazana. Wakati mtu wa Mungu umetenda dhambi, inakuwa vigumu kwenda mbele za Mungu kuambia Mungu, hakika Mungu, siku ya leo naomba unisamehe, naomba unifanyie hii. Inakuwa vigumu. Mwambie sawa. Yesu alikuwa anawafundisha. Paulo vile akaingia katika kanisa la Wathesaloniki akawa anawafundisha. Mwambie sawa mazao. Na kanisa la leo pia wacha tunajifundisha kwamba mtu wa Mungu unastahili kumpendeza Mungu, na ukiona mtu ameshindwa kumpendeza Mungu, ujue ya kwamba kuna kasoro, na kasoro ni dhambi. Mwambie hapo. Kitu kile ambacho kinafanya mtu wa Mungu asisogee karibu na Mungu ni dhambi tu peke yake. Dhambi inafanya mtu akose kusongea Mungu. Yaani huko ni bana kumami kukira walo bakujaho mwisalata, bukira walo bakujaho likukanata, bukira walo bakuimbera ho mwanita, bukira walo bakushya kushuti, bukira walo bakuingwachata. Sembo na Yesu hapo. Wakane uliswali bona. Na mweo hapo napata. Yaani uchioti mwenyewe uone ya kwamba hakika ile mbegu ambayo ilipandwa inaendelea kunawiri ama inaendelea kukufa. Yesu akiwa na malengo na kuwafundisha, alikuwa tuna lengo watu wa Mungu wasimame na wakasae matunda mema katika nyumba ya Bwana. Mwambie sawa. Hivi leo watu wapendwa, Mungu atusaidie tuwe watu ambao tunaendelea kunawiri na kuzaa matunda mema katika nyumba ya Bwana. Na matunda mema katika nyumba ya Bwana ni kufanya kazi ya Bwana na bidii, kumuinua Bwana, kuwa kwa maombi kila wakati, kuwa katika kuhubiri. Mwambie sawa mazaa. Wakati unasimama na kuhubiri neno la Bwana, unazaa matunda ya Bwana. Wakati unakuwa katika hali maombi, unaendelea kuzaa matunda ya Bwana. Mwambie sawa mazaa. Kwako wakiangalia hakuna maombi, kwako wakiangalia hakuna kusifu, kwako wanapoangalia wanapata stori zingine. Mwambie sawa. Yesu akaona ya kwamba watu hawa wanastahili kumpendeza Mungu katika kuimba, katika kumwabudu, katika kuomba. Na yule mtu ambaye anampendeza Mungu ni yule mtu ambaye anatafuta Mungu kila wakati kwa kila jambo. Mwambie sawa. Hapa tumekuja kwa ajili tu kumtafuta Bwana na kumtukuza na kumuinua. Si mambo mengine. Faida yefwe eli kuweleza sawa ile lujali ngaga kumusaba ngaga kufumia ngaga kweyikahoni mali akile ndalo no kwa kushana namu bali bata kubushana omwanya ali akandali wefu mwamye sawa. Bana goma ntawera apiyete kubeba ndu kunyala kwasasya kama tundate butagatifu mukali mwefwe ngaga kusutu omwana kwasimira omwana wewe. Na unapopenda Mungu, udhaifu ndani yetu utaondoka, utatukimbia. Yaani kutekele mukali mwefwe kulafu ibuka mala kubeba ndeka mani ngakusutu omwana. Yesu amesa. Musikono bana kumwami Yesu kubera alifundisha kanisa lake, na wale ambao waliweza kutambua ya kwamba waliotazama na wakaangalia wakaona mfano yake ya kwamba wakaona mifano yao, wale ambao walitambua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu wanastahili kumrudia Bwana, waliweza kuchukua hatua na kumrudia Bwana na kuweza kurudia Bwana na kuweza kuinua, na Mungu aliwapa kibali hata wakafika bahari akawatuma wakawa watu ambao wanaendeleza neno la Mungu, wakatembea wakahubiri neno la Mungu, wakiombea wengine, wanapata afya na nguvu, wanafunguliwa katika minyororo mbalimbali. Na hivi sasa hata sisi tunapokubali ya kwamba tunaamuka, Mungu anatupa kibali ili tunasiti kukua watu ambao
tunaombea wengine wanapata afya, tunaombea wengine wanapata kufunguliwa, wanafunguliwa katika minyororo mbalimbali na wanapata wakimpa Mungu sifa na utukufu kama Yesu afadhali. Mungu ya Bwana wacha Mungu aitawala, akatutawala, akaendelea kutuongoza. Nataka kuombe kwa ajili ya Mungu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye msamaha, unapenda watu wako mtakatifu wanapokuja kwa